Namna ya kuomba msaada wa Roho Mtakatifu ili ageuze huzuni yako kuwa utukufu. Namna ya kuomba msaada wa Roho Mtakatifu ili ageuze huzuni yako kuwa utukufu. Unaweza ukajua kabisa kuwa unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu, na unajua kabisa ninatakiwa kuomba, lakini usijue namna ya kuomba. Unaweza ukawa unajua kabisa kwamba katika mazingira ninayopita au katika hali niliyo nayo nahitaji msaada wa Roho Mtakatifu, na ukajua pia kwamba ili nipokee huu msaada kwenye mazingira haya natakiwa kuomba, lakini usijue namna ya kuomba. Kwa tunaposema namna ya kuomba msaada wa Roho Mtakatifu, kwa lugha nyingine tunasema jinsi unavyopaswa kuomba ili upokee msaada wa Roho Mtakatifu, aigeuze huzuni yako kuwa utukufu. Au kwa maana nyingine, njia iliyo bora ya kuomba ili Roho Mtakatifu aweze kukupa msaada katika hali ya huzuni ulionayo. Na fungua kile kitabu cha Wakorinto wa pili, ile sura ya 7 mstari wa 9 mpaka wa 11. Wakorinto wa pili, ile sura ya 7 mstari wa 9 mpaka wa 11. Waraka wa Paulo mtume kwa Wakorinto wa pili, ile sura ya 7 mstari wa 9 mpaka wa 11. Neno la Mungu linasema, sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba, liletalo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Maana angalieni, kuhuzunishwa kuko huko kwa jinsi ya Mungu kulitenda bidii kama nini ndani yenu, naam, na kujitetea, naam, na kukasirika, naam, na hofu, naam, na shauku, naam, na kujitahidi, naam, na kisasi. Kwa kila njia mmejionyesha wenyewe kuwa safi katika jambo hilo. Wale ambao tulianza nao, niliwaambia ukisoma waraka huu hakuwa anawaandikia wapagani, watu wa Mungu. Hao walioandikiwa waraka wameokoka, ni kanisa la Mungu lililoko Korinto. Hili kanisa lilikuwa na matatizo yake, na moja ya matatizo, ukisoma kwenye waraka wa kwanza utagundua tatizo mojawapo lilikuwa na shida kubwa ya zinaa, uzinzi. Wako kanisani lakini wahuni. Lilikuwa na shida ya zinaa. Afu tatizo lingine halikuwa tayari kubadilika. Watumishi wa Mungu na wazee ambao walikuwa wanasimamia hili kanisa lilikuwa na shauku sana na vitu vya kiroho, lakini halitaki standard ya kuishi sawasawa na Mungu anavyotaka. Kanisa la Korinto Ndio maana kwa karama walikuwa hawajambo,
karama za rohoni, wananena kwa lugha, usilete mchezo. Wanazo karama za rohoni, lakini maisha yao ya kiroho mabovu sana. Paulo anawaandikia waraka mkali, anawaandikia waraka ambao ndani yake umejaa maonyo na mafunzo na maelekezo. Na ukisoma kwenye waraka wa kwanza utaona akiwaeleza mpaka juu ya miili yao, wanavyopaswa kutoa viungo vyao viwe silaha upande wa Mungu. Lakini anawaeleza juu ya miili yao kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, na anaeleza namna ambavyo mtu akiliharibu hilo hekalu, Mungu hawezi kunyamaza kimya. Kwa hiyo wao hawakuijali miili yao, pamoja na kwamba wameokoka, lakini miili yao ikawa inafanyishwa mambo ya zinaa. Ila karama wanazo. Paulo anawaandikia ule waraka ambao kwa kweli ukiona ni kama ulikuwa unawafunua nguo. Ingekuwa kanisa la sasa linamgeukia mtumishi na kumwamuliza, ina maana yeye ndiye anajiona ameokoka sana kuliko sisi. Anapoandikia ule waraka, ukisoma waraka wa pili, Paulo anagundua ule waraka wa kwanza uliwahuzunisha. Yaani walipoupokea walihuzunika, lakini ile huzuni walioipokea haikuwaletea hasara, iliwaletea faida, kwa sababu ni huzuni ambayo Roho Mtakatifu aliinject ndani yao, aliiweka ndani yao wahuzunike kwa sababu ya matendo mabaya. Ile huzuni ikawapelekea toba. Sasa hii ni huzuni kwa jinsi ya Mungu. Wakasikia huzuni kwa sababu kwenye waraka wa kwanza utaona anawaonyesha wapate kujitambua, kujijua, kujielewa. Kwa Paulo akagundua walihuzunishwa sana, na yeye anasema nafurahi, sio kwa sababu tu mlihuzunishwa, ila kwa sababu ile huzuni imeleta toba liletalo wokovu. Kwa sababu mlipohuzunishwa mlitubu. Maana yake, unisikilize mwalimu, unataka kusema nini? Kama kanisani kwenu wakati wote mnasikia tu mafundisho ambayo yanawapa kimuemue, mnaelewa? Feelings inainuka, haleluya, Bwana atakutetea, Bwana atakupigania, Bwana atakuinua, Bwana atakuvusha, amen, amen, amen. Alafu maisha yenu ya kiroho mabovu. Hampati mafundisho ambayo saa nyingine ukisikia ni kama vile neno linakuvua nguo. Unasikia huzuni ndani yako, unasikia kuugua. Kama upati mafundisho ya namna hiyo, ni ngumu kutubu. Ni rahisi kuendelea tu kwamba mbona naomba, mbona nanena kwa lugha. Sasa kuna aina ya huzuni ambayo ni kwa jinsi ya Mungu. Unisikilize, huzuni ambayo ni kwa jinsi ya Mungu, Paulo anatuonyesha hapa, ambayo ilileta toba. Na huzuni ya namna hii haikupi hasara, inakupa faida. Kama anasema huzuni ya namna hii haikupi hasara, maana yake kuna aina ya huzuni huwa inaleta hasara. Sasa unisikilize mtu wa Mungu, ninapoendelea mbele katika ulimwengu huu, awe mtumishi asiwe mtumishi, mpagani na Mkristo, hakuna asiyekuwa na huzuni. Unisikilize, ukiona wewe unasema mimi sina huzuni kwenye eneo lolote, jichunguze vizuri. Inawezekana umekufa kabisa wewe, kwa sababu kama uko hai lazima utakuwa na huzuni. Yaani unajua kuna mtu anaweza akaa anatembea amekufa, yaani hakuna sense, hasikii chochote, lakini kama uko hai lazima utakuwa na huzuni, kwa sababu kama hauna Mungu kuna huzuni ya dunia hii,
Lakini huzuni ya dunia hii haimpati mtu kwa sababu tu hana Mungu. Hata aliye na Mungu anaweza kukutana nayo, na nitakueleza. Lakini kuna huzuni ya jinsi ya Mungu. Hii inawahusu walioko kanisani, wameokoka, wanaweza kukutana na huzuni ya namna hii. Inakuwa inawataka watubu, wamgeukie Mungu, wasipate hasara kwenye maisha yao. Unajua, unaweza ukawa unamtumikia Mungu alafu ukapata hasara. Huzuni ya namna hii itakupata tu kwa jinsi ya Mungu. Sasa unisikilize, tunaposema huzuni, watu wa Mungu, kwa kifupi kabisa, huzuni ni hisia za ndani ya moyo au ndani ya roho yako, ndani ya moyo, zinazoleta maumivu na kuondoa hali ya amani au furaha uliotakiwa kuwa nayo. Huzuni ni hisia zilizobeba maumivu ndani ya moyo, ambazo zinaondoa kabisa ile furaha au amani uliopaswa kuwa nayo. Huzuni ni hisia zilizobeba maumivu ndani yake, ambazo zinaweza kuwa ndani ya moyo wa mtu, zinazoondoa amani au furaha timilifu uliotakiwa kuwa nayo. Huzuni, kwa hiyo, ni maumivu yanakuwa ndani ya nafsi, yanaleta simanzi, yanaleta masononeko, yanakuwa ndani ya nafsi. Na ndio maana kuna watu unaona hivi wanatembea nyuso zao zinang'aa, lakini usiku vilio wanavyolia hakuna mtu anaona, kwa sababu wana aina fulani ya huzuni ambayo hawawezi kumsimulia mtu. Anaweza akakaa peke yake, analia, anaomboleza, na hakuna mtu anajua. Akitoka nje yuko safi, anaongea na wenzao kama yuko sawa tu. Na wengine kama amebeba huzuni ya dunia hii, unajua kinachotokea, wengine ndio wanakufa hadi vifo vya ghafla, kwa sababu huzuni inaweza kubeba mpaka mauti ndani yake. Na ndio maana Paulo sasa anasema, ukisoma haya maandiko, anasema maana bali huzuni ya dunia, ule mstari wa 10 anasema, maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Maana yake matokeo ya huzuni ya dunia imebeba mauti. Kuna vitu vinakufa. Mwingine anaweza kusema, mwalimu, mbona mimi nina huzuni nyingi lakini sijafa? Unaweza ukawa umekufa ila hujafa bado. Unajua kuna marehemu wengi tutakuja kuwazika wakiwa na miaka 70, kumbe walikufa wakiwa na miaka 20. My Lord. Yaani fikiria umekufa ukiwa na miaka 35, alafu tunakuja kukuzika kifo cha mwilini ukiwa na miaka 70. Lakini kumbe alikufa siku nyingi, kwa sababu vifo viko vya aina kadhaa, na kubwa ziko 3, kubwa zaidi. Kuna kifo kuna kifo tunaita kifo cha kiroho. Sawa, Mtu anatengana na Mungu tangu angali duniani, anatengana na uwepo wa Mungu, hana uzima wa milele. Huyu amekufa kiroho japokuwa anaishi. Lakini kuna kifo cha kimwili. Sasa ukienda kwenye kifo cha kiroho chenyewe pia kina mabranchi yake, kina aina zake kule ndani, kwa sababu mtu anaweza akawa amekufa kiroho lakini kwenye eneo fulani amekufa. Lakini kuna kifo cha kimwili. Kifo cha kimwili, roho yako inatengana na mwili wako. Lakini kuna kifo cha milele, eternal death. Eternal death
tunasema ni kifo cha milele. Kifo cha milele maana yake hutakaa ukutane na Mungu, yaani unakufa duniani na huko unakokwenda hutakaa ukutane na Mungu milele, yaani wewe umekufa milele. Na hicho ndio kibaya, kwa sababu ndio maana tunahubiri Injili watu watubu wakiwa hai, kwa sababu baada ya kifo ni hukumu. Ukisha kufa kule mbele una uzima wa milele au una kifo cha milele, kutengana na Mungu daima. Sasa kifo cha kiroho kina mabranchi yake. Ndio maana unaweza kumkuta mtu yuko kiroho, yuko kanisani, ameokoka, amebatizwa, ameokoka, lakini anasema ana jina la kuwa hai japokuwa amefanya nini? Amekufa. Sasa usije ukafikiri huyu ametengana na Mungu moja kwa moja. Yaani kuna vitu bado vina uhai ndani kidogo vinavyomfanya amkumbuke Mungu. Mtu wa namna hii utamkuta kanisani, unaweza ukamkuta hata anahubiri, lakini kikweli kiroho kuna vitu vimeshaanza kufa. Huyu wa namna hii kitu anachohitaji ni kitu kinaitwa uamsho. Sema uamsho. Kwa sababu kuna vitu vimeshaanza kufa. Ufahamu wa kiroho umeshaanza kupotea. Uwezo wa kuyatambua mambo kwa jinsi ya rohoni umeshaanza kutopotea. Sasa angalia, kuna aina ya huzuni mtu anakuwa nayo. Kuna vitu Mungu aliviweka ndani ya mtu vinapoteza nguvu, vinaanza kufa. Ndio unashangaa mtu aliyekuwa macho, aliyekuwa anaona kiroho, ana macho ya kiroho, akikaa kanisani anakuambia Mungu anaongea na mimi. Mungu alipopitia aina fulani ya huzuni, kile kitu kimekufa, akionekana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Mathayo 26 mstari wa 38. Ukianzia 36 itakuwa vizuri, ukienda mpaka 41 utakutana na huzuni aliyokuwa nayo Yesu. Na maandiko yanasema huzuni aliyokuwa nayo ilikuwa huzuni nyingi kiasi cha kufa. Sema huzuni nyingi kiasi cha kufa. Maana yake ile huzuni aliyokuwa nayo Yesu ilikuwa nyingi kiasi cha kufa. Kama anasema huzuni ilikuwa nyingi kiasi cha kufa, maana yake huzuni inaweza kubeba mauti. Na ilimfikisha mahali pa njia panda, hajui afanye nini. Akaenda kuomba ombi la aina moja, aliomba mara tatu, maneno yale yale. Na ukisoma maandiko utaona mara ya tatu akiwa anaomba, alipotoka mara ya tatu ndipo akawaambia wale wanafunzi wake, laleni sasa. Alafu akawaambia yeye anaenda kuwekwa mikononi mwa wenye dhambi. Kwa akawa na amani ndani. Yale atakayoenda kukutana nayo hayamtishi tena. Kwa unagundua ile huzuni kama asingeishughulikia angefanya maamuzi ambayo sio sahihi. Angeenda kinyume. Lakini aliomba. Na kwa wale wanaofahamu utaona hadi aina ya maombi aliyoomba. Kwa hiyo kuna namna ya kuomba. Alihitaji msaada wa Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu amsaidie mahali pa njia panda. Hajui akinywe kikombe au akiache, lakini mwili wake unasema ni bora asinywe kile kikombe. Ndio maana unaona ombi anapoanza nalo anasema Baba, kikombe hiki kiniepuke. Unaelewa maana yake nini? Pendekezo langu la kwanza, kikombe hiki kiniepuke. Afu anamalizia mapenzi yako yatimizwe. Kwa unagundua ni kama hivi, anasema mimi ninavyojisikia kikombe hiki kifanye nini? Kiniepuke. Anajua kikombe anatakiwa kukinywea, lakini huzuni aliyo nayo iliyoletwa na mazingira atakayoyapitia
ni kubwa kiasi cha kufa, ni kubwa. Mwili unapiga kelele, nawezaje kuwekwa mikononi mwa wenye dhambi? Mimi nalizaliwa pasipo dhambi, nimeishi duniani pasipo dhambi. Leo ninapoenda msalabani, mikono ya wenye dhambi ndiyo itakayonishika. Alafu ni saa ya giza, shetani anapewa muda wa kujitukuza kwangu, kunitesa mimi niliye mwana wa Mungu. Mimi ni Mungu niliyevaa mwili, leo naweka mikononi mwa wenye dhambi. Haikuwa kazi rahisi. Huzuni anaosikia ni kubwa mno. Baba, kikombe hiki kiniepuke, nisikinywee. Sasa ndio maana nikakueleza, haijalishi umeokoka kiasi gani, lakini kuna aina ya huzuni utakutana nayo, na hasa katika nyakati hizi za siku za mwisho. Moja ya kitu kimebebwa ndani ya nyakati hizi ni aina ya huzuni, ambayo hiyo huzuni ni kibebeo, ndani yake kuna utukufu umefichwa. Yaani ile huzuni itawapitisha watoto wa Mungu mahali na mahali, lakini wale watakaovuka wakipita kwenye hiyo huzuni, mbele yao kuna utukufu mkubwa kwenye maisha yao. Na ndio nyakati tulizo nazo, nyakati ambazo wengine watanyosha mikono, wengine watapiga magoti, wengine watasema hatuwezi kuendelea mbele. Kama wokovu ndio huu, kama kumcha Mungu ndio huku, kama kumtembea na Mungu ndio huku, basi mimi nimechoka, basi mimi nimekata tamaa. Lakini kuna wapo watu watakaosema potelea mbali, hata kama kila kitu kimeharibika, lakini yuko Yesu Bwana. Sikubali kukata tamaa hata sekunde ya mwisho, hata tone langu la damu la mwisho, hata nitakapokuwa ninapiga magoti ya mwisho ya kuitoa roho yangu, lakini nitasema Yesu ni Bwana. Hao ndio wanakutana na utukufu. Sasa sio nyakati rahisi. Tazame jirani yako, yeye akilala tu njaa anakosa hadi kuja kanisani. Utasikia napita mahali pagumu sana. Mahali gani? Sijala chakula jana. Chakula tu chakula tu. Hafu unajiona kama wewe sio mtu wa kukosa chakula. Unataka nani akose chakula sasa? Mimi ni mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa? Yakobo alikuwa amebarikiwa na akazulumiwa mishahara. Haiwezekani. Huyu atakuwa ni shetani kabisa. Wamenizulumu. Hii ni vita. Mimi ni mbarikiwa. Yakobo alikuwa amebarikiwa, we ndugu. Kuna nyakati kwenye maisha zitakuja na huzuni kabisa. Na ndio maana achana na ile mentality. Kuna watu wakipitia hizo nyakati anafikiri tu nimelaniwa, haya yatakuwa ni mapepo. Mengine sio mapepo. Ndio maana ukikemea mapepo unakuta unakemea hata nguvu ya kukemea huna. Toka pepo, afu naisha tu toka. Huna nguvu, huwezi kumkemea Mungu. Yaani Mungu akupe power ya kumkemea yeye. Kuna vitu akiruhusu. Naonaga praise wanaimba nifinyange. Ukisema nifinyange, unaelewa neno nifinyange maana yake? Unaelewa? Nifinyange. Uje uulize siku moja ule udongo unaofinyanga kama unajisikia vizuri. Kuna maombi usiombe kama hujawa tayari. Mungu naomba unifinyange, niwe kama wewe. Unaelewa hilo ombi unaloomba? Unaelewa? Maana unamwambia Mungu ninyang'anye uhuru, ninyang'anye maisha yangu, nipe maisha yako. Unaelewa? Process ya kugondoa kwenye maisha, umezoea kula vibama na vitumbua. Alafu Mungu anakuambia asubuhi leo hakuna kula vibama na vitumbua. Unasema haiwezekani, hii itakuwa ni pepo. Mimi nisile vitumbua na vibama. Haya ni mawazo yangu. Wakati jana umeomba nifinyange, nifanye kama upendavyo. Tena wadada ndio nawaambiaga usiombe maombi ambayo hujui. Mungu nifinyange, nataka kutembea kwenye mapenzi yako,
niwe na familia itakayotembea kwenye mapenzi yako. Haya, uchumba unavunjika, unakuja kwa mwalimu, shetani ameingilia kati, kavunja uchumba. Kavunjaje? Suliomba nifinyange. Kama umenielewa sema amina. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Ndio maana nakueleza kwa ujasiri. Roho Mtakatifu alipokuwa ananipa huu ujumbe, kila mtu kwenye nyakati tunazoziendea ana aina ya huzuni anayo. Na unisikilize mtu wa Mungu, nimekuonyesha hapo huzuni kutoka kwa Mungu, huzuni ya dunia hii. Sasa sikiliza vyanzo vya huzuni, andika haraka haraka. Chanzo kimojawapo cha huzuni, ukisoma maandiko yanasema Mungu hapendi tuhuzunike, si ndio? Sasa leo nataka nikupe surprise moja. Chanzo kimojawapo cha huzuni ni Mungu anaporuhusu huzuni ikujie. Mungu anaporuhusu huzuni ikujie. Unasema, mwalimu, Mungu anaweza karuhusu vipi huzuni inijie? Angalia, Mungu anataka akutumie vizuri. Mungu anapotaka akutumie vizuri, anataka uaminiwe vizuri kwenye eneo fulani. Njia mojawapo ataifanya, atakunyang'anya uhuru wako binafsi. Uhuru wako binafsi anaunyang'anya. Unasema, muda kama huu nilikuwa napenda kuangalia movie, atakunyang'anya kwenda kuona movie. Unasema, muda kama huu nilikuwa napenda kwenda kucheza mpira, atakunyang'anya kwenda kucheza mpira. Sasa kile kitendo cha kunyang'anya vitu unavyovipenda, alafu na wewe ukakubaliana, unapokubaliana maana yake unaikana nafsi yako. Unapoikana nafsi yako maana yake unakubali kuwa mbegu inayotakiwa kudondoka ardhini ioze ili izae. Maana yake unakataa vipaumbele vyako, maisha yako ya uhuru unayaweka pembeni, unayaruhusu maisha ya Mungu ndani yako. Huo mchakato ni rahisi kuusema mdomoni, lakini mchakato wenyewe unapoingia kazini, kwa sababu kuna vitu ulivitegemea, kuna vitu ulivipenda, kuna marafiki uliwapenda, kuna watu uliwapenda, kuna watu uliwategemea, ni kama vile kimbunga kinakuja kuwaondoa mmoja baada ya mwingine. Utasikia mtu anakuambia, Mungu ameniacha niteseke. Mungu hajakuacha uteseke. Sisi tunaona kama mateso kwa sababu ni tumevaa mwili, lakini kama ungemuuliza Mungu, ungeona ni mchakato ambao unakupeleka kwenye utukufu wake, unakupeleka kwenye viwango vingine. Ni rahisi watu kuomba kwa viwango vingine, ni rahisi kuimba. Hivyo viwango vingine vina mchakato, vina process, na hiyo process yenyewe ndani yake imejaa huzuni. Ndio maana mtu anataka kupokea message kama vile prophet. Akikaa mahali Mungu anasema naye, anamwelezea hatima ya taifa, hatima ya kanisa, hatima za watu, hatima ya familia, hatima ya nini. Unajua mchakato wake? Upweke. Mungu atakupitisha kwenye eneo la huzuni, la upweke. Saa ulitakiwa kupiga stori na wenzako, Mungu anakubana, unakaa naye peke yake, peke yake, peke yake. Huna muda wa kupiga stori na uliowapenda. Unakaa, unajitenga, unakuwa mpweke. Alafu ukitokeza mbele za watu wanasema, natamani niwe kama yule. Hawajui huzuni uliopitia. Sasa kubadilisha maisha ya kupiga stori mpaka kuwa mpweke, unafikiri hapa pana mchakato mdogo? Unasikia huzuni kama msiba. Ndio unasikia mtu anakuambia, sitaki mimi kuendelea kumtumikia Mungu. Mateso gani haya? Kumbe ni mchakato ndio unamsumbua. Mchakato.
Unasema ngoja nitafute hela ndio nikamtumikie Mungu. Ukipata hela, ukienda kwa Mungu anaondoa hizo hela kwanza. Unaanza zero na yeye. Unasema Mungu mwenyewe, watumishi sio maskini bwana, watumishi sio maskini. Wewe umaskini unautafsiri vipi? Mungu anakuambia this is a process. Lazima nianze na wewe. Akiona una kiburi cha elimu anakupiga mpaka unasahau uliwahi kusoma. Alafu anakuletea walimu ambao hawakwenda hata shule, darasa la 7 na la 4, ndio wanakuambia kaa tusikilize, Mungu afanyagi hivyo, unataka utembee hivi. Unasema nyinyi mbona hata degree hamna? Wanakuambia degree hapa hakuna degree, unaanza moja na Mungu. Haleluya. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Mwalimu unaongea nini? Naongea hivi kwa sababu wako watu hapa wako kwenye michakato hiyo. Wapo. Na wengine wamefika mahali wanataka kukata tamaa, give up, kunyosha mikono juu. Wanahisi kama vile Mungu amekosea kuwaokoa. Wako. Kwa sababu kutembea kwenye mchakato wa Mungu kuinua kwenye familia ambayo ilimilikiwa na giza, alafu anataka wewe uinuke, usimame, uwe lango la kuleta nuru kwenye ukoo mzima. Usifikiri hata kuvunja kidogo. Wewe uwe tishio kwa hayo maroho ya mizimu ya familia yenu, uwe tishio kwa hayo majoka. Ukiinuka hivi, majoka yananyamaza kimya. Sio rahisi. Sio rahisi. Ndio maana nataka nikwambie leo, mwalimu na maana unapinga hivi vitu. Mimi mwenyewe nafanyaga maombezi na ya deliverance, lakini nataka nikwambie deliverance za kukimbizana, naenda kwenye deliverance, naenda kwenye maombi ya kufunguliwa. Mbona umuulize huyo anayekufungua yeye alifunguliwa na nani? Kufunguliwa. Sikiliza, total deliverance haiwezi kuletwa na mtumishi. Kasome Biblia. Kuna vitu mtumishi atakusaidia, lakini hujamaliza. Ili uwe huru kweli kweli, uhuru kweli kweli unapatikana ndani yake. Lazima uzamishwe ndani ya Mungu mwenyewe, uwe na experience binafsi ya kutembea na Mungu aliye hai. Akukute mahali penye njaa, akukute mahali penye vilio, akukute mahali penye giza, aanze kukutembeza hatua kwa hatua mpaka ufike mahali useme sasa nimemwona Mungu aliye hai. Hapo ndio tunasema mtu amepata total deliverance. Mwambie jirani yako, mwambie umeelewa. Mwambie tena umeelewa. Mungu akubariki sana. Barikiwe sana. Total deliverance. Sasa watu tunakimbizana. Haya, leo nimekuombea. Haya, umepata mume. Kwenda kuishi naye mume, unajua wewe? Unajua kuishi na mume shughuli yake. Sasa wanawake wengi wanataka kuaminiwa. Kuaminiwa sio rahisi. Yaani mwanaume aseme sasa kwa hili jambo na muamini mke wangu alisimamie. Ujue kwanza hakuwahi kukuamini. Ulimwambia nakushauri hivi, akamwambia hey, shut up. Nyamaza bwana, sikiliza mimi ninachosema. Sasa na wewe dada wa mtu umetoka huko unanena kwa lugha, una roho amejaa huko, una roho ya hekima, una roho ya ufahamu, unasema mimi nina ufunuo. Ni kweli kabisa Mungu amesema na wewe, na unachosema ni cha kweli, lakini mwanaume timamu kabisa kama mimi hakubali. Labda sio mume wako. Ndio maana hii mtindo ya kusema tunataka kuolewa na mtumishi, kauliza wake za watumishi. Sio kazi rahisi. Unaweza kumwambia roho ameniambia, anakuambia mimi mwenyewe nina roho. Alafu kwanza Roho Mtakatifu kama anataka kuongea mambo ya familia anaanzeje kwa mke wangu wakati mimi ndio baba? Subiri kwanza. Lakini ni kitu cha kweli, alafu unaambiwa subiri. Sasa fikiria na wewe ndio una mapresha, una hasira. Anambia ase namwachia sasa. Mwanaume atakwambia subiri, alafu huko anasema sidhani kama ni chenyewe, ngoja. Wamama hawa wana mambo mengi. Anaweza akawa ameenda huko kanisani, amesikia mtumishi anatabiri, akasema roho kamwambia hamna, mtumishi anagoma. Na kama mtumishi umeoa, kila kitu mke wako anakuambia hii, unasema ndivyo kilivyo, wewe ni hatari, lazima tukukalishe kikao kingine. Haiwagi hivyo. Kwa sababu utashindwa kumwamini mke wako. Mke wako anatakiwa akikwambia usikubaliane kwanza mpaka upime.
na kupima kungine mpaka uumie na we mwenyewe useme ila kumbe ningemsikiliza mke wangu nisingefika hapa. Afu ndio unarudi unasema wao, sasa hebu lisimamie mwenyewe. Sasa mwanamke anataka apewe, asimamiwe. Chukua hela hizi kasimamie. Ukasimamie kwa kazi gani uliofanya? Lazima ukutane na huzuni kidogo. Nilimshauri mume wangu hakusikiliza. Hapo ndio penyewe sasa. Yaani ukija kwangu ukiniambia nilimshauri mume wangu hakunisikiliza, na kuambia safi sana, wewe kumbe una mume. Piga magoti nikuombee. Kamshauri tena, asipokusikiliza wala usigombane naye. Akigonga ukuta atarudi. Na akirudi atarudi akiwa mpole, atakwambia hivi ulisemaje vile? Alafu akirudi harudi tena na kiburi, anarudi anasema mke wangu ni kichwa. Anakwambia hebu simamia tuende. Unasimamia, mambo yanafanikiwa, anasema okay, kuanzia leo kwenye jambo hili takuwa nampa mke. Wewe unataka upewe kwa testi gani uliopewa? Kama mmenielewa sema amina. Kama mmenielewa sema amen. Kwa hiyo kuna huzuni. Ndio maana unaweza kuona wanawake hapa wengi walio kwenye ndoa hapa, ukiwaona wanavyocheka na wengine wanatulingishia, mimi na mume wangu anaitwa baba fulani, lakini kuna huzuni unayo na uwezi sema. Utasikia mume wangu ameokoka, ila kisikia tu ila, cha kwanza hanisikilizi. Na wamama kwa kusikilizwa, na wanaume mnaoenda kuoa, vijana mnaoenda kuoa, usikilize kwa makini. Mke wako anaweza akakuuliza hivi, uliona yale magari yaliyopita? Na anajua ukuwepo Dodoma, ulikuwa Dar es Salaam. Alafu anakuuliza magari yaliyopita juzi wakati wewe ndio umeingia leo. Anakuambia alikuwa magari kama 4 hivi. Pale Eliasi bwana, ikatokea akagongana. Hivi lile gari la pili lile ndio linaitwaje? Alafu wewe ukuwepo na unataka ujibu, unasemaje? Kama ni mwanaume mwingine amekasirika, utasikia yaani wanawake hawa vichwa vyao. Kumbe unataka useme tu Eliasi ilikuwa lini? Ilikuwa jana. Jana. Ilikuwaje hiyo gari? Akwambia hizi gari hizi kama wanatembelea wabunge, mawaziri, hiyo itakuwa ni Land Cruiser V8. Si ilikuwa namna hii? Afu wewe mwenyewe ulikuwa da. Unajibishana na mtu aliyekuwa Dodoma, anakuambia ujibu habari za Dodoma wakati ulikuwa da. Unaona huo mtihani? Mara ya kwanza usipomuelewa utakuwa na huzuni. Utakuwa unasema huyu mwanamke ananijaribu. Nyamaza! Afu naye ananuna kwambia tutaona. Afu ibada ya jioni ya inogi. Njoo tufanye ibada. Nasoma neno amekaa. Sasa jifanye sema mimi ni mtumishi, nitaomba moto ushuke. We ndoa sio moto ushuke. Kuna huzuni lazima upitie, alafu ndani yake imebeba utukufu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Sasa unisikilize ninapoenda kumalizia. Unaniruhusu nimalizie tuombe? Unaniruhusu nimalizie tuombe? Ninaomba unisikilize. Ndio maana acha kujitabisha. Yaani mimi nina mkosi, sio wewe tu. Hujauliza kwa jirani. Hujajua tu. Wewe unatakiwa ujifunze namna ya kuomba msaada wa Roho Mtakatifu. Kabisa. Kwa sababu kuna aina ya huzuni, utake usitake itatokea tu. Angalia, vyanzo vya huzuni nimekuambia. Chanzo cha kwanza nimekuambia Mungu anaporuhusu. Na Mungu anaporuhusu, cha kwanza anataka kuitumia huzuni kuleta toba liletalo wokovu. Wokovu wa milele. Toba liletalo nini? Wokovu wa milele. Kwenye ile Wakorinto wa pili, ile sura ya 7 nimekuambia hiyo mistari. Mungu anaporuhusu huzuni, anataka alete toba, hasa kwa kanisa. Unakuta kanisa lina huzuni, wana mzigo wanaosikia ndani, wana mahangaiko, wanaishia kulia tu. Mungu anataka alete toba saa hiyo. Manake hiyo huzuni imebeba kitu kinaitwa toba liletalo wokovu. Nimekuonyesha kwenye ile Wakorinto wa pili, ile sura ya 7. Angalia ule mstari wa 10. Anasema maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto. Yaani hii huzuni inakuletea toba liletalo wokovu lisilo na nini? Na majuto. Aya, jambo la pili, Mungu anaporuhusu huzuni, Roho Mtakatifu anaporuhusu huzuni ndani yako, inakuondolea kabisa, unakuwa kwenye discomfort.
Unaweza kaa hadi unalia, mtu anakuuliza una msiba, unasema sina msiba. Mbona kama una huzuni? Mungu akiruhusu huzuni ya namna hiyo, jambo la pili, anaitumia huzuni kukuongoza, na anapokuongoza aidha anakupa maonyo, anakupa makatazo, anakuzuilia jambo fulani usilifanye. Ndio maana unashangaa mtu mwingine walikuwa kwenye mahusiano na kijana fulani, wanakaribia sasa kwenda kufunga ndoa, ghafla anasikia huzuni kubwa. Kila akikaa na yule kijana anasikia huzuni kubwa, anaanza kumuuliza Mungu, inakuaje? Sasa haiwezi kuwa na maana tu kwamba Mungu anaukataza, anaanza kuomba labda ni roho ya mauti. Akienda kutafsiri wakwambia itakuwa ni mauti inakuja. Kama unasikia huzuni na unasikia machozi yanakutoka kila ukikaa na huyo kijana, basi ni mauti inataka kumuondoa huyo kijana. Omba, anaomba, anakemea roho ya mauti, huzuni haiondoki. Anaomba maombi yote, huzuni haiondoki. Alafu anashangaa kama amejua namna ya kuomba msaada wa Roho Mtakatifu. Unajua kinachotokea? Ndani ya mawazo Roho Mtakatifu anaanza kumletea picha. Akiwa kwenye huzuni ile ile anaanza kuletewa picha. Alafu anasema haya atakuwa ni mawazo yangu haya. Mbona yule ameokoka? Kwambia huyo sio wako. Sio wako. Umemkuta kanisani, na unajua watu wanavyorubunika wakifika kanisani, hawajui kanisani ni kama hospitali. Kuna watu wako kanisani na wamegoma kupona. Unasema nimempata kaka kanisani, kumbe umempata mtu amekuja hospitali lakini amegoma kupona. Ni kibaka kuliko vibaka walioko nje mtaani. Anasikia huzuni, kumbe Roho Mtakatifu anamuongoza kutumia kiashiria cha huzuni. Ndio maana sio kila huzuni ni mbaya, na huzuni ya namna hii ukienda kukemea roho ya huzuni, toka, haiondoki. Haiondoki. Na huzuni ya namna hii huwa inakuwa sio ya kawaida. Ukila chakula hakiliki, ukitaka kulala hakulaliki, ukitaka kujilazimisha hauwezi. Yani hata ukitaka kusema unajua mimi ngoja nikale kitimoto, ngoja sijui niende kwenye the comedy, haiondoi huzuni hiyo, haiondoi. Unashangaa hata ukila kitimoto sio tamu, ukinywa nini hakuna, ukifanya hivi hakuna, ukienda kuona Simba na Yanga hakuna, huzuni haiondoki. Ni kama imekung'ang'ania hivi, afu unashangaa usingizi unakupaa, haulali. Ukiona namna hiyo, unakuta mwingine Roho Mtakatifu amempenda sana, anajua huko anakokwenda ni hatari, amezungumza na yeye hawezi kusikia, anaamua kutumia lugha ya ishara, kiashiria cha huzuni. Kwa sio kila huzuni ni mbaya. Ndio maana nimekuambia kila mtu ana huzuni. Mwalimu, ulitaka kusema nini? Mungu anapoleta huzuni ni kwa ajili ya kukuongoza, kukusaidia. Jambo la tatu, Mungu anapoleta huzuni anaitumia kama kichocheo cha kufanya kile anachotaka ufanye. Kuna aina ya huzuni Mungu anaileta ndani ya mtu, lakini ni kama kichocheo. Umewahi kuona mtu amezaliwa kwenye familia fulani, lakini ni mtu wa huzuni nyingi, yani anahuzunika kwa ajili ya familia yake, na ile huzuni sio anahuzunika tu kwa kuwa wanafanya mabaya, lakini akiiona familia yake anajisikia kulia, anaomboleza, analia, saa nyingine anatembea hivi machozi yanamtoka. Ukimuuliza kwa nini unalia, anasema hamna shida, lakini amebeba huzuni kwa ajili ya familia yake. Unajua ile huzuni inamaanisha nini? Kuna kitu Mungu anambana. Na ukiangalia ukishangaa, anaweza akauliza kwenye familia yake, akamuuliza dada yake, dada unajisikia ninavyojisikia? Mbona sina raha? Mbona mimi sina amani? Kila nikija kwenye familia nasikia huzuni sana. Yani nasikia huzuni mno. Nasikia huzuni, nasikia mzigo. Yani ile huzuni ndani yake imebeba mzigo mzito kwa familia. Alafu anafika mahali anasema, saa nyingine unakuta kuna watu kwenye familia wanahitaji mpaka fedha anatamani angetoa fedha, lakini hana hela. Maumivu anayoyasikia moyoni ni makubwa mno, lakini akimwambia mtu mwingine hawezi kuelewa. Unagundua huyu mtu, ile huzuni sio matatizo yameleta huzuni, ila ni Mungu ameiachilia
kwa sababu anataka kumbana ili yeye awe chombo cha kuisaidia hii familia. Sasa asipojua namna ya kuomba, huyu ataishia kulalamika na ataishia kusema nitakufa bule, mimi nitakufa sasa, ninakoelekea naenda kufa. Haya mambo, mzigo ninaosikia ni mkubwa sana, nakoelekea naenda kufa. Kumbe asijue ile huzuni ni Mungu ameiachilia, inambebesha. Afu akienda kwa wengine, hata akiwaambia tuombe, wanaomba juu juu tu, lakini nao wameokoka kwenye familia. Akisema jamani tuombe kwa ajili ya familia, tuombe kwa ajili ya uchumi, wanaishia tu baba. Lakini yeye anasikia machozi, ni kama saa nyingine anasikia mpaka tumbo linauma. Huzuni aliyo nayo ni nzito kwa ajili ya familia yake. Unagundua aliyeweka ni Mungu, na wengine sio kwa ajili ya familia, kanisa lake tu. Akifika anaona ibada zinavyoendeshwa, nguvu za Mungu zilizopo, anasikia huzuni na machozi yanamtoka. Unaweza ukaona amekaa kwenye ibada, yuko nyuma analia toka mwanzo wa ibada mpaka mwisho. Hana raha, hana amani. Watu wanatoka pale wanafurahi, haleluya, tumemwona Mungu. Yeye analia, hana amani. Unagundua mwingine akitembea tu kwenye mtaa, akipita hapo nje, anapowatazama watu namna hii, machozi yanamwagika, ana huzuni kubwa. Mwingine kwenye taifa lake tu anashindwa hadi kula, kila akitafakari juu ya taifa analia, anahuzunika. Maana yake ni ishara Mungu anataka kuitumia ile huzuni kumlazimisha huyu ndugu kufanya kile anachotaka kifanyike. Kama mmenielewa sema amina. Wangapi wamenielewa? Kama mmenielewa nipungie mkono namna hii. Mwalimu, kwa nini umeongea hapa kwa mzigo? Ili usije ukachanganya mambo, kwa sababu unaweza ukatoka hapo kaanza kukemea tu roho ya huzuni. Toka! Na tunavyojua kukemea, utasikia kwa mamlaka niliyopewa katika jina la Yesu, napita kwenye familia, kila roho ya huzuni, achia. Mwezi wa kwanza ndio unasikia tena ukikemea roho ya huzuni, ndio unakuta huzuni inakuwa kubwa. Changamka, uelewe Mungu hawezi kujikemea. Bwana asifiwe. Andika haya mambo machache, andika mambo haraka haya, alafu nikuache tuweze kuomba. Jambo lingine, chanzo cha huzuni ni majaribu na mateso. Andika Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 6. Andika Ayubu sura ya 3. Tena huyu ndiye alianza hadi kuilani siku aliyozaliwa, na ilaniwe siku niliyozaliwa. Ayubu, andika ile sura ya 2. Tunapoenda kumaliza, andika Ayubu sura ya 2. Mandorobosi. Andika Ayubu sura ya 2. Ayubu sura ya 2, ule mstari wa 11 mpaka wa 13. Hapo utaona marafiki za Ayubu wameenda, alafu walikaa siku 7 bila kuongea chochote, wanalia, wanaomboleza. Tena walipomtazama kwa mbali, hawakutaka hata kumsogelea. Siku 7 usiku na mchana wanamtazama tu Ayubu. Mwanaume, ngozi imekakamaa, vidonda kila mahali, mke yuko pale, lakini watoto wamekufa, mali hamna tena, hakuna ndugu tena. Ukiishiwa mali, ndugu zako wapatikane wapi tena? Amebaki yeye tu na mke wake. Hawezi kulala kwenye godoro, hawezi kukaa kwenye kiti, analala kwenye majivu, lakini maumivu anayoyasikia ni mazito. Ndipo rafiki zake wakalia sana, walilia siku 7, hawaongei naye chochote. Ayubu anaona wenzake wanalia, na yeye amekaa kwenye yale maumivu. Angalia sura ya 3 mstari wa 1. Ndipo akaanza kuilani siku aliyozaliwa, na ilaniwe ile siku na ule usiku aliosema mtoto mwanaume ametokea. Ule usiku ambao mimba iliingia ulaniwe. Unajiuliza, huyu anayelaani ni mcha Mungu huyu? Huzuni inayotokana na majaribu. Unasema mwalimu, unataka kusema alikuwa na huzuni? Angalia 16. Tena 16 ndiye amekili. Ayubu 16 mstari wa 1.
mstari wa kwanza mpaka ule wa 6 anasema, ndipo Ayubu akajibu na kusema, nimesikia maneno mengi mfano wa hayo, ninyi nyote ni wafaliji wenye kutaabisha. Anawaambia rafiki zake, je, maneno yasiyo faida yatakuwa na mwisho? Au kuna nini kitakacho kukasirisha hata ukajibu? Mimi nami ningeweza kunena kama ninyi, kama roho zenu zingekuwa mahali pa roho yangu, ningeweza kutunga maneno juu yenu na kuwatikisia ninyi kichwa changu, lakini ningewatia nguvu kwa kinywa changu, na utuzo wa midomo yangu ungetuliza. Nijapokuwa na nena, angalia hiyo sentence, nijapokuwa na nena, huzuni yangu haitulizwi. Nijapokuwa najizuia, nimepunguziwa kitu gani? Ayubu anasema, nijapokuwa naongea hivi. Sawa, mmeongea na mimi maneno mengi rafiki zangu, hata mimi ningekuwa ninyi mkawa mahali pa roho yangu ilivyo na huzuni, ningeongea maneno ya kuwatuliza. Lakini mimi japokuwa na nena, huzuni yangu. Kwa unagundua Ayubu, na tena rafiki zake ndio alikuja kumwongezea huzuni zaidi. Biblia inasema marafiki wenye kutaabisha wakaongea. Sasa huzuni inayoletwa na majaribu au mateso ni nzito. Andika Kutoka 2, utaenda kusoma Kutoka 2. Andika Kutoka 2. Hao walikuwa na huzuni, mateso, vifungo walivyokuwa wanapitia. Kutoka 2:23 mpaka 25. Hata baada ya siku zile mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Sasa angalia, sema wakaugua. Baada ya kuugua wakafanya nini? Wakalia tena, wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio chao kikafika mbinguni kwa sababu ya ule utumwa. Utumwa ulikuwa mzito sana. Kumbuka wanatumikishwa, lakini maandiko wanasema hadi watoto wao wa kiume walianza kuuawa. Mwanamke akipata mimba anakuwa na sintofahamu kwamba mtoto wangu akizaliwa wa kiume nitaona akiuawa mbele ya macho yangu. Watoto wa kiume wanauawa. Utumwa umekuwa mkubwa, wakawa ni watu wenye huzuni kubwa, wakalia, wakaomboleza kwa ajili ya utumwa na yale mateso waliokuwa nayo, mpaka kilio kikafika mbinguni. Alafu kilipofika mbinguni, Mungu akakumbuka lile agano. Kwa unagundua mateso ya wana wa Israeli na utumwa vilileta kilio, vilileta huzuni. Mateso na utumwa vinaleta huzuni, watu wa Mungu, vinaleta huzuni. Kutana na mtumishi aliyefungwa kwenye eneo fulani, linamtumikisha, anatamani kuvuka. Nenda kusimulie huzuni aliyonayo. Kakutane na mtu anayejua eneo kabisa alilofungwa, na amekuwa akitafuta msaada, haoni pa kutokea. Kaone kiwango cha huzuni aliyokuwa nayo. Na ndio maana nikakwambia kuna aina ya huzuni hakuna atakaye kusaidia isipokuwa Mungu peke yake. Haleluya, watu wa Mungu. Na kwa sababu ya utumwa, wana wa Israeli wakazuiliwa uzao, lakini hata uchumi wao haukuwa mkubwa. Wanazalisha kwa ajili ya wana wa Misri, wanawazalishia wa Misri, wanawajengea nchi nzuri, wakiwa wanajua maisha yetu ndio haya. Kwanza tunateseka, tunanyang'anywa mpaka haki za watoto wetu. Wakafikiri yataendelea hivyo. Saa ilipofika wakati mateso ni mazito, yameleta huzuni kubwa, wakasema mara hii tutalia kwa ajili ya utumwa wetu, na kilio chetu hakiendi kwa mfalme, kilio chetu hakiendi kwa wanadamu, kilio chetu tunakielekeza kwa Mungu aliye hai. Walipolia mbele za Mungu aliye hai, kasome maandiko, Mungu akasikia mbinguni, akakumbuka agano, akasema hawa ni
watu wangu, hili ni taifa langu. Siwezi kuacha waendelee na huzuni hii, waendelee na mateso haya. Nitashuka mwenyewe ili kuwasaidia na kuwatoa wale waliokuwa wamepoteza matumaini na vilio. Mungu aliposhuka kwa ishara kuu, akashuka akaleta mapigo 10. Walitoka wakiwa na mali, kwa sababu Misri waligeuka kuwa mateka. Kuna watu wanaweza wakawa wameteka vya kwako na unapita kwenye mateso, lakini saa ya kujiliwa na Bwana kutoka kwenye mateso yaliyoleta huzuni. Hata vile walivyovichukua lazima wataviachia, na hautatoka ukiwa maskini wala ukiwa na laana. Utatoka ukiwa na Bwana, na kila walichochukua kimerejeshwa kwako, na utatembea na huyo Mungu kuanza safari ya kwenda alikotaka uende. Kama mmenielewa sema amina. Jamani, huzuni inaletwa na majaribu na mateso, lakini mbele kuna utukufu. Yaani wanaambia watu, ukiona umejaribiwa sana na hujafa, Mungu ana surprise yako mbele ya safari. Kuna mtu hajanielewa sana. Ukiona umejaribiwa sana na hujafa, ukiona umechekwa na kutemewa mate na haujafa, Mungu anayo surprise kwenye maisha yako. Na surprise ya Mungu huwa inakuwa ya ajabu sana, kwa sababu watajiuliza maswali na hawatapata majibu. Ni nini kimetokea? Ni nini kimetokea? Hata wewe utakaposhuhudia, machozi yatakumwagika. Kwa nini? Kwa sababu ni surprise from God. Ni Mungu ameleta hilo jambo la kukutoa kwenye hiyo huzuni. Nilikwambia vitu vingi sana. Angalia, andika tu, ingia kwenye maombi, nikuruhusu uende. My Lord, andika. Matukio ya misiba na majanga makubwa huwa yamebeba huzuni. Matukio ya misiba na majanga makubwa. Andika Mwanzo 37, anzia mstari wa 31 mpaka 34. Kuna baba mmoja wa familia hapa. Angalia huzuni zilizoko kwenye familia. Unajua ni rahisi kusikia familia fulani, yule mtoto yule waliyekuwa anamtegemea kwenye ile familia alikuwa na akili, ndio kwanza amefariki. Unajua ni rahisi kusema pole, lakini kaulize hiyo familia kwenye mioyo yao, kwa sababu inakuwa ni kama nyota imedondoka. Nyota iliyotegemewa imedondoka. Huyu mzee alisema, huzuni yangu hii nitaenda nayo mpaka kaburini. Na huzuni aliyoletewa ni baada ya kuletewa tu ile nguo kwamba Yusufu ameliwa na mnyama, alafu akaletewa Yakobo. Na alivyokuwa anampenda Yusufu, na Yakobo alijua kwamba Yusufu kwa ndoto zake, huyu ndio msaada wa familia. Kila familia ina mtu ambaye ni lango. Wote mnaweza kuwa bora, lakini lazima awepo lango. Unajua kwenye familia ya Yakobo walikuwepo watoto wengi walio bora, lakini ilibidi atokee lango kwanza. Unasema, mwalimu, unajuaje watoto walio bora? Si unamfahamu mtu anaitwa Yuda? Yuda ndiye aliyepitisha uzao wa wafalme mpaka uzao wa Yesu. Kwa alikuwa ni mtu aliye bora, wafalme, na fimbo ya Yuda itatawala. Lakini kuna mtu anaitwa nani? Makuhani. Si mnakumbuka makuhani walikuwa wanatokea kwa mtu gani? Hamtaki kusema. Kabila gani? Kabila la nani lilikuwa linatoa makuhani? Lawi. Sasa Lawi alikuwa kabila, alikuwa ni mtu anaitwa Lawi. Nitakuja nikuonyeshe nitakapopata nafasi. Tena nataka nije niwaonyeshe watu ambao kuna vitu wamemuomba Mungu na vimechelewa, alafu wengine hadi wameacha kuomba, wanafikiri Mungu hakuwahi kusikia. Sikiliza, vitu ulivyoomba kwa muda mrefu na havijatokea, kuna namna ya kuomba msaada wa Roho Mtakatifu, na nitakuonyesha. Unasema, mwalimu, utanionyesha wapi? Nitakuonyesha juu ya mwanamke anaitwa Hana. Kienda kusoma, kasome kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza, kaisome ile. Sasa watu wengi mnafanya substitution. Maana yake ukikuta kuna huzuni na kupita, unasema hata hivyo ngoja nimshukuru Mungu, si angalau hata nimekula chakula, angalau hata. Hana kukubali ujinga huo. Mume wake anamwambia, mbona anakupa mara 2 sadaka? Mimi ni bora kuliko watoto wako. Hana akasema, wewe hujui huzuni nilionayo.
kwa sababu kila nikienda kanisani nikirudi, huyu mwanamke anaitwa Penina ndiye anaongea sana maneno ya kunikashifu. Jai kuona familia inaongelewa vibaya, mama amezaa watoto wote afu anasema amezaa hasala. Mwae kusikia mwanamke anaambiwa amezaa hasala? Mwae sikia? Yaani mama anaambiwa aliyepata uchungu na kaenda leba, afu anaambiwa huyu amezaa hasala, wote walevi. Umewahi kujiuliza huu moyo wa huyu mama una huzuni kiasi gani ndani yake? Umewahi kujiuliza? Au umewahi kumwona dada ambaye alikuwa na ndoto ya kuolewa, avae shela, aende kanisani, awe na mume, awe na watoto, awe na ndoa yake, afu ghafla alishazaa watoto zaidi ya 3 na hakuna mwanaume anayetokea kumuoa, lakini zile ndoto hazijafa. Anawaza kwamba nilikosea wapi? Umewahi kujiuliza huzuni alionayo? Na akikutana na huko mtaani anakuambia, saa nyingine akienda kwenye familia, kwenye kikao, anasema karibu, na wanamheshimu tu, labda kama umezaa nyumbani ndio angalau kama na hela kidogo au nani, ndio wanasema tu wanamheshimu, ila pembeni akitoka wanamsema. Nasema kwa kweli alisoma lakini alikosea tu hapa. Haijalishi, kwa sababu nilikufundisha nikakwambia hivi, kuna vitu vikichelewa moyo huugua vilivyotarajiwa. Hiyo pia ni chanzo cha huzuni. Kuna misiba, kuna watu muhimu wakifa kwenye maisha yako, moyo unabaki na huzuni. Ni rahisi watu kusema pole pole, lakini huzuni haiondokagi kwa pole, haiondoki kwa pole. Ni mpaka Mungu mwenyewe aingilie kati. Tauja kuonyesha habari ya wanawake ambao hawajawahi kupendwa. Nampenda huyu mwanamke sana, tena hadi watoto wake aliwaita majina kinabii. Hakuwahi kupendwa, na hakupendwa kwa sababu ya udhaifu wake, macho yake. Si mnamfahamu? Wangapi wanamjua huyo mwanamke ninayemsema? Tauja nikwambia habari zake. Mimi nilikuwa sijui kama ana huzuni, lakini kumbe alikuwa anahuzunika, kwa nini mume wangu hanipendi? Siku alipozaa mtoto akasema, Mungu amejua kwamba mimi sipendwi. Afa akamwita mtoto wake Ruben. Akazaa mtoto mwingine, akasema Mungu amejua. Na huyu mwanamke ambaye hakupendwa ndiye alizaa watoto ambao Mungu alikuja kuamini kuwa makuhani, kabila la Lawi. Alimzaa Lawi, alimzaa Yuda ambaye katika uzao wake Yesu atakuja kuzaliwa. Mwanamke ambaye hakupendwa, lakini alipitisha vitu vilivyo bora kwenye upande wa Mungu. Sikiliza bwana, Mungu anavyokuwazia si ndivyo watu wanakuwazia. Ndio maana haijalishi uko kwenye huzuni kiasi gani, unapitia huzuni ya namna gani, lakini kuna namna Roho Mtakatifu anataka akuelekeze kwenye kongamano hili, namna ya kuomba kwenye maisha yako, ili huzuni yako igeuke kuwa utukufu. Watu hawatasimulia huzuni tena, watasimulia matokeo ambayo Mungu atayafanya kwenye maisha yako. Watasema ana heri, lakini hawajui machozi uliolia. Watasema ana heri, lakini hawajui namna ulivyougua. Watasema familia hii ina heri, lakini hawajui namna watu walivyosota. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Mandaraba shandaraba korabasaya rindo robos. Ndio maana lazima ujifunze, usiende tu kusema Mungu nisaidie, mimi ni mtu wa huzuni nyingi. Sikiliza, lia, jifunze kulia mbele za Mungu, na kilio chako kisiwe kama kile kilio cha wana wa Israeli walipokwama kwenye bahari ya Shamu. Wale walilia kwa sababu ya hofu, lia kwa sababu ya imani. Lia ukiwa unaamini kwamba Mungu nasikia kilio changu, kwa sababu mahali nilipo hakuna wa kunitoa, hakuna wa kunisaidia, hakuna wa kusaidia familia yangu isipokuwa Mungu Jehova. Hakuna wa kuondoa vifungo kwenye familia, kwenye uzao, kwenye maisha yetu isipokuwa Mungu aliye hai. Ukigundua namna hiyo na ukalia, kilio kinachozaliwa ndani ya moyo wa namna hii huwa kinafungua mlango wa pumzi ya uhai. Nyanyua mikono yako juu. Mandarabasha. Fuatana na mimi maombi haya. Najua muda wetu umeenda, lakini omba kwa dakika chache. Omba kwa dakika chache. Mimi sijui huzuni ulionayo, sijui. Ndio maana usikatie familia yako tamaa. Sema, Mungu uliye hai,
Paza sauti yako, sema e Mungu uliye hai. Paza sauti yako, sema e Mungu uliye hai. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe unanijua vyema, unaujua moyo wangu, unaijua simanzi niliyo nayo ndani ya moyo wangu, unajua familia yangu, unayajua maisha yangu, unayajua mawazo yangu, unayajua na machozi yangu. Jioni ya leo niko mbele zako Bwana, nimeinua mikono yangu, shala ya kunyenyekea, shala ya kusalenda. Sina kimbilio lingine isipokuwa wewe, Roho Mtakatifu. Jioni ya leo ninakuita Bwana, ninakuita Bwana, njoo unirehemu, nirehemu e Bwana, nihurumie 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 e Bwana, unirehemu e Bwana, rehemu familia yangu katika jina la Yesu. Hakuna wa kuondoa huzuni hii e Bwana iliyo kwenye maisha yetu, iliyo kwenye maisha yetu. Hii huzuni hakuna wa kutuondolea, hakuna wa kutufariji isipokuwa wewe. Jioni ya leo Roho Mtakatifu nisaidie, nisaidie. Amsha nafsi yangu, amsha roho yangu, amsha moyo wangu ulioinama, amsha moyo wangu uliovunjika, amsha moyo wangu ulioinama, amsha moyo wangu uliovunjika jioni ya leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe ambaye ulimsaidia Hana, ukamsaidia Nehemia, ukawasaidia na wanawake wengi kwenye Biblia waliokuwa wamechoka, waliokuwa wamepoteza direction, wamepoteza mwelekeo, ukawarejesha. Jioni ya leo Roho Mtakatifu, ninakuita na mimi kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu. Uje Bwana kuigeuza huzuni hii iwe utukufu. Yageuze hayo maneno ambayo ninasemewa, ambayo ninasemewa, ambao wananicheka, wananizomea mahali pasili. Bwana, jioni ya leo njoo tena, njoo tena, njoo tena, njoo tena kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Pazie Bwana sauti yako. Mandarabasha, ukisikia kulia, toa hicho kilio ndani yako, toa hicho kilio ndani yako. Risandarapako-rabasaya, rimandarabasandarapakora, rindorobo-sandarapako. Kama Roho amesema na wewe, paza sauti yako kwa dakika chache, paza sauti yako kwa dakika chache. Kuna pumzi ya tumaini inakuja ndani yako, kuna pumzi ya tumaini inakuja ndani yako. Mandorobo sandarapako-rabasaya. Wewe ni chombo cha Bwana, wewe ni anayependwa na Mungu, wewe ni anayependwa na Mungu, wewe ni furaha ya Mungu, wewe ni kazi ya mikono yake. Mlilie Bwana kwa dakika moja, mlilie Bwana kwa dakika moja. Kandorobo sandarapako-rabasaya, rindorobo sandarapakora, rimandarabasaya, risandarapako, rikandarabasa. Saa nyingine mwambie Bwana, sijui kuomba, lakini ninalia mbele zako. Yaone machozi haya, yaone machozi haya. Risandarapakora,
risandarapakora rimandarabasa rindorobosa. Mungu hawezi kuwasahau watu wake. Mungu hawezi kuwasahau watoto wake. Mungu hajakusahau. Mungu hajakusahau. Mungu hajakusahau. Kandorobosa risandarapakora basanda rindorobosa ndarapakora. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana hajakusahau. Bwana hajakusahau. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kidogo, endelea kuomba dakika moja, endelea kuomba, usiache ili ni kuruhusu kwenda. Endelea kuomba. Mando robosi, mando robosi.